nimelisikia na anauliza kwamba kama mtu ameshadhalilishwa kimtandao, je, ni kitu gani ambacho kifanyike ili kuzuia madhara ambayo yanaweza yakatokea baada ya udhalilishaji ikiwemo uraibu, si ndio? Ndio. Sasa tunasema kwamba kuna njia mbili za kulikabili tatizo. La kwanza ni kulitatua tatizo, yani kujua mzizi wa tatizo ni nini na kulitatua. Kama huwezi kulitatua, maana yake itabidi ujifunze kuishi na hilo tatizo. Na hapa nitaongelea kwa pande mbili. Nitaongelea kwa yule ambaye bado hajafanya hicho kitendo au hajafanyia hicho kitendo cha udhalilishaji. Mtu kama huyo lazima tujue namna sahihi za kutumia mitandao ya kijamii. Kwa mfano, TCRA huwa inatoa utaratibu na inaelimisha kila siku kwamba kutukana watu mitandaoni, kudhalilisha watu mitandaoni ni kosa kisheria. Kwa hiyo watu tuwe makini tunapotumia mitandao. Na kuna namba pia za kuripoti endapo unaona udhalilishaji wa mitandao unatokea. Lakini ukija kwa upande wa mtu ambaye tayari ni muhanga, maana yake ni kwamba tunasema mitandao haisahau. Kuna wakati unaweza uka experience udhalilishaji ambao umetokea miaka 5 iliyopita, 2020. Mtu alikuwa ana video yako kwenye simu, alikuwa ana picha yako kwenye simu, akaiposti. Kwa hiyo ukishapata changamoto kama hiyo, nadhani ni vizuri zaidi kutafuta mtu ambaye unamwamini na mtu ambaye unamuelewa, aongee na wewe au wewe uongee naye. Inaweza yakusaidia zaidi kupunguza zile hisia mbaya au hisia hasi ambazo unakutana nazo. Lakini pia itakusaidia wewe kukubaliana na hali kwamba okay, hiki kitu kimeshatokea, kwa hiyo nitakiwa nijifunze namna ya kuishi nayo. Nikirudi kwa jamii au kwa familia, jana madam ameongea kitu kizuri sana. Inawezekana watu wa nje wakawa wanakusema vibaya au wakawa wanakufanya ujisikie vibaya, lakini itakapokufanya ujisikie familia yako sio sawa na watu wa nje. Kwa mfano, issue kama hizi zikitokea, labda mtu amedhalilishwa mtandaoni, amepostiwa vibaya au ametukanwa, unakuta familia na yenyewe inaungana na wale watu ambao wanamdhalilisha huyo mtu. Kivipi? Kwa sababu unakuta nimeshadhalilika, alafu narudi nyumbani, familia na yenyewe imenikasirikia, inanifokea, inafanya hivyo. Kwa hiyo kwa kiasi fulani inaweza ikaongeza hatari zaidi ya mimi kuingia kwenye changamoto nyingine mbaya zaidi, ikiwemo uraibu au labda kujitoa uhai kutokana na ule msongo wa mawazo ambao naweza nikaupata. Kwa hiyo sisi kama wanafamilia, endapo changamoto kama hii ikitokea katika wale watu wetu wa karibu, tujitahidi kuwa karibu nao, tujitahidi kuonyesha upendo, lakini pia tuonyeshe kama tunawaelewa. Hiyo kitu itasaidia zaidi hata wao kuona kwamba hata kama watu wengine wananisema, lakini familia yangu iko karibu na mimi kwa wakati huu mgumu. Inarahisisha zaidi kupona kwao na kukubaliana na matokeo yaliyotokea.